Binti unayesema kwamba unapendwa na kijana fulani, unatakiwa kuwa makini sana. Sikiliza kwa makini ninayoyaongea wakati huu. Je, huyo kijana anakupenda au hakupendi? Sikiliza mambo haya ili upate jibu, kweli kijana huyo anakupenda au hakupendi. Tambua mambo ambayo yatakufanya wewe kuamini na kujua kwamba kijana huyu hakupendi. Jambo la kwanza, atapenda mahusiano yenu yawe ya kisirisiri. Yaani kwamba asijue rafiki yako yeyote, asijue ndugu yako yeyote, asijue mtu yeyote yule, bali wewe na yeye tu. Anataka mahusiano yenu yawe ya kisirisiri. Huyo ni dangerous, huyo ni hatari kwako, huyo hafai kabisa. Tena mkimbia kabisa, kimbia mapema. Huyo ni hatari kwako, kwa sababu anafanya mambo haya, anajua kabisa ipo siku atakwambia hapana, sikutaki. Na atakapokuambia sikutaki, hautakuwa na ushahidi wowote. Kama hauna ushahidi wowote, mwisho wa siku, labda kama ulimpeleka kwenye uongozi fulani, ulimpeleka sehemu fulani, kijana huyo atakuwa na ujasiri wa kusema lolote na wa kufanya maamuzi yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna reference, hakuna ushahidi. Kwa hiyo epuka sana mahusiano ambayo ni ya kisirisiri, lakini pia mahusiano ambayo hayana mlezi wa kiroho, hayana mtu ambaye anawasimamia ninyi. Epuka sana mahusiano hayo. Sifa nyingine, kijana ambaye anapenda akuingilie kwanza kimwili, yaani mkutane kwenye mambo ya ngono. Huyu hafai katika maisha yako. Huyu ni mwindaji kama wawindaji wengine. Huyu ni mwindaji haramu. Kijana gani ambaye anakuambia anakupenda alafu anataka kwanza akuone kimwili, alafu mwisho wa siku anakuambia ninakupenda? Huyu anakutamani, mwisho wa siku anaenda kukubwaga. Unatakiwa kuwa makini sana binti, unatumika vibaya. Tambua kwamba huyu hafai kabisa. Kimbia mapema. Unatakiwa kukimbia mapema kwenye hayo mahusiano kabla hata kukukuta ukalia na kusaga meno na ukaumia sana. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini. Mwisho wa siku huyo anaenda kukubwaga. Akisha kuona tu mwili wako jinsi ulivyo, huyo anakimbia, anaenda kwa binti mwingine. Hivyo. Kwa hiyo ni tabia za vijana wengi. Kwa hiyo hii nakuibia siri. Hii ni siri ambayo kwako wewe binti itakusaidia. Lakini pia sifa nyingine, kijana ambaye anataka kwanza umzalie mtoto. Anakuambia mimi ninakupenda, nataka nikuoe, lakini nataka unizalie kwanza mtoto, au nione tu umeshakuwa mjamzito alafu ninakuoa. Tambua kabisa huyu akisha kuona tu umeshakuwa mjamzito au umezaa mtoto, huyo anakukimbia. Ni vijana wachache sana ambao wanakubali kwamba huyu binti nimempa ujauzito, au pengine nimezaa naye, halafu mwisho siku ninamuoa. Lakini hawa vijana wachache wanakuja pale ambapo mzazi wa binti amesimama na kuwa mkali kwamba kwa kuwa umempa binti yangu ujauzito, au kwa kuwa umezaa na binti yangu, lazima umuoe kilazima. Kwa hiyo asilimia kubwa vijana hawa wana tabia hizo. Lengo lake yeye ni kuharibu, lakini pia lengo lake yeye ni kukujaribu tu. Je, utakuwa mwepesi? Kwa hiyo kwa nini ujirahisishe? Kwa nini akuingilie kwenye mwili wako? Kutafuta nini kama hana nia ya kukuoa? Kama hana malengo na wewe, kwa nini akuingilie kimwili na wewe unakubali tu? Lakini pia kijana mwingine ni yule ambaye anaficha mambo yake, wewe usiyajue. Cha kwanza kabisa utamuona anaficha simu, labda pengine mmekaa mnaongea. Cha kwanza kabisa utamuona anaficha simu. Katika maongezi yenu atakwambia usishike simu yangu, humu kuna mambo makubwa kwako wewe hayakufai.
kuna mambo mazito mazito kwako wewe hayakufai. Lakini pia utamuona hata SMS zake anakuwa anazificha, hataki uone. Alafu mwisho wa siku na wewe unakuwa bado unajipelekesha, bado unajipendekeza kwake kweli. Kwa hiyo lazima utambue kabisa huyu ni mwindaji haramu, ni mwindaji kama wawindaji wengine. Lakini pia mwingine anakuwa anajificha kwenye mambo ambayo yeye anaona anaweza akajificha. Anaweza akajificha kwa kukupatia wewe hela. Wewe unaona kabisa huyu kijana ananipenda, sasa nimepata bonge la handsome, nimepata bonge la mwanaume ambaye anaweza kujali, ambaye anaweza kunihudumia. Kwa hiyo kijana atakuwa anakupatia hela, anakupatia mavazi, anakupatia nguo, anakupatia viatu, anakupatia vitu vingi. Kumbe yeye anakuwa anaficha maovu yake. Anajua akikupatia hela tayari anakuwa amekumaliza. Kwa hiyo anaficha maovu yake kwa kukupatia wewe vitu. Kwa hiyo epuka sana. Lakini pia kijana mwingine ni yule ambaye anakuambia achana na dini. Kwani kuna Mungu? Mungu hayupo. Achana na Mungu. Kwani tunaishi tu, tunaamka, tunakula. Huyo sio mtu mzuri. Kwa nini akwambie achana na Mungu? Kwa nini? Ni mimi Madam Gertrude Vincent Komba. Karibu katika vipindi hivi vya ustawi wa vijana na hatima zao ulimwenguni kote. Mungu akubariki. Mkaribishe na jirani yako na yeye ajifunze zaidi.